Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Jacqueline Kwamboka. Nimeokoka, Kristo ni Bwana katika maisha yangu. Namshukuru kwa umbali huu amenileta. Si kwa uwezo wangu, bali ni kwa uwezo wake. Namshukuru sana. Niko hapa kuleta testimony juu ya maisha yangu, ambao maisha yangu haijakuwa rahisi kutoka utotoni. Nimekuwa na condition, nimezaliwa kwa familia ya watoto 7 na mimi ndio mtoto wa mwisho katika familia yetu. Nimekuwa na shida ya moyo na sikujua kama wazazi wangu walikuwa wanaelewa kama niko na hiyo shida. Nilikuja kujua nikiwa class 3. Nilipotambua niko na hiyo shida, sikujua kama ni hiyo, but nilikuwa nagonjeka. Nilianza kugonjeka nikiwa class 3, lakini sikujua ni nini ilikuwa inanisumbua. So maisha yangu katika masomo haikuwa rahisi. Kuna vitu ambazo singeweza kujifanyia, na hata familia hawangenielewa ile hali ninapitia. Wengi walikuwa wananichukulia ni kama mimi ni mvivu, siwezi fanya kazi. Lakini katika ile condition yangu kuna vitu singeweza kufanya. Singeweza kufanya kazi mzito, singeweza kubeba vitu zenye zinanizidi kwa sababu ya ile ugonjwa nilikuwa nayo, lakini hawakuweza kunielewa. So maisha yangu haikuwa rahisi hivyo, but niling'ang'ana. Hiyo class 3 nikaendelea, nikifika class 6 nikazidi. Nikaendelea hivyo, but nenda siambiwi shida ni nini. So hata saa hii sikujua kama mamangu alijua shida ilikuwa nini, but niliendelea hivyo mpaka wakati ilifika nikaolewa, nikapata watoto, nikaendelea na hiyo condition. Ilikuwa rahisi sababu hata kazi singeweza kufanya ile na harakisha. Ilikuwa ngumu, hata siwezi fanya ile kazi mzito, yani vitu mingi singeweza kujifanyia. So ilibidi nipambane na hali yangu, nikapambana nayo. Mungu naye akanisaidia, lakini haikuniweza sana. Ikafika mahali tukawa tumeseparate na mzee. Sasa majukumu yote ni kwangu, mimi ndio nitashughulikia watoto na kila kitu. Nakumbuka condition niko nayo si rahisi. So ilibidi niwe nafanya kazi ngumu ili niweze kusaidia watoto wangu. Nafikiri katika hii harakati ya kufanya kazi zenye sikuwa nastahili, ile ugonjwa ikalipuka zaidi. Ikifika 2018 ikaanza kunisumbua zaidi. Ilipoanza kunisumbua zaidi, nikawa navumilia, bado nafanya kazi. Ikifika 2019 ikazidi sana. So imezidi, ninafanya kazi yenye sifai kufanya. So ikabidi, bado sijajua ugonjwa ni nini, nang'ang'ana tu. Nikaenda hosi. Mahali nilienda kliniki, wakaniambia niende nifanyiwe ECG waone shida ni nini, kwa sababu hati yangu vile inapiga haipigi normal. So nikaenda Metropolitan nikafanyiwa ECG. Matokeo ilipotoka wakaniambia, wewe uharakisha sana, upeleke hii majibu kwa daktari ndio wajue ni nini iko na shida na wewe. Kwa sababu ya ile hali ngumu, maisha ni magumu, ni mimi mama, ni mimi ni baba, watoto wako shule nini na nini. So singeweza kujisaidia hiyo wakati. Niling'ang'ana na hiyo ugonjwa. Juu niliporudisha majibu niliambiwa niende nifanyiwe echo scan. Hiyo echo scan ni lazima nitafute pesa. Pesa yenyewe sina, ila ninatafuta ni yenye tunakula na tunaendelea. So ile pesa ya kwenda hospitali singeweza kupata. Nikang'ang'ana hivyo. Mwezi wa 9 hali ni mbaya, hiyo ni 2019.
mwezi wa 10, 11, 12. Sasa ikafika mahali siwezi lala. Usiku ninalala kama nimekaa. Ilikuwa ikifika jioni ninaona jua linatua, nasema sasa Mungu wangu, ninaenda ile mateso ya usiku. Juu lazima niketi. Juu nikijaribu kulala, hewa inakatika, hewa ipiti venye inafaa. So ikawa ninang'ang'ana, nilikuwa na hali ngumu sana. Ilipofika Disemba, nang'ang'ana tu, but mtu angejua kama niko mgonjwa, but najikaza. Sababu mimi ndio baba, mimi ndio mama. So nikakuja nikapelekwa hosi usiku sababu nilizidiwa sana. Nikapelekwa Kenyatta. Nilipopelekwa Kenyatta, nikalazwa for 1 month. 1 month, ukumbuke mimi ndio baba, mimi ndio mama. Niko na watoto kwa nyumba, msichana mkubwa ako college, wa pili ako na mtoto mdogo, na mimi ndio nafanya hiyo kazi yote. So niling'ang'ana na hiyo hali, nikaenda hosi, ndio wakajua, wakakuja wakaniambia ile shida uko nayo, uko na arterial heart failure. So wakaniambia moyo wako upigi kama kawaida, kama vile moyo unafaa kupiga, kuna vile unapiga ukiskip. So wakaniambia kwa sababu ya hiyo inafanya moyo ufanye kazi yenye si yake, so damage valve. So hizo valve inafaa zireplaciwe. Nikamwambia ni sawa. Akaniambia hakuna kitu kingine tutafanya, utafanyiwa surgery. Nikakaa hosi 1 month, katika harakati nikiwa hosi. Maisha haikuwa rahisi, maisha ilikuwa ngumu. Sababu nyumbani nimeacha, ni mimi nategemea chakula, ni mimi huyu niko hosi, lazima ning'ang'ane nijue vile watoto wanaishi. Siku moja watoto walikuja kuniona hosi. Walikuja wote hiyo siku. Walisema kila mtu anataka akuje kuniona. Waliporudi kwa nyumba walipata nyumba imefungwa. Kurudi kwa nyumba, hiyo msimu kulikuwa kunanyesha sana. Wakachelewa kwa jamu, wakifika kwa nyumba, nyumba imefungwa. Ni nani anapigiwa simu? Ni mama. Ako wapi? Hosi. Napigiwa simu, naambiwa mama, tumefika, nyumba imefungwa. Sina kitu ya kufanya. Napigia mwenye nyumba, namwambia tafadhali fungulia watoto wangu waingie kwa nyumba, mimi ni mgonjwa, niko hosi. Mwenye nyumba aliniambia kwamba acha ujinga, nataka pesa zangu. So sasa hiyo niko mgonjwa na amekata simu, utafanya nini? So hakuna kitu niliambia, mama ni mama tu, lazima ung'ang'ane uone vile watoto wako watakaa. Sasa nikawapatia moyo, nikawaambia wacha nijaribu nione na kama nitaongea na mtu awapee nafasi ya kulala leo, ndio tujue kesho yake tutafanya nini. Ukumbuke mkubwa kwa college, so hakuna mwenye anafanya kazi. Kuna mwenye ako na mtoto mdogo, bado ni mimi tu. Kuna mwingine, so au wote wananitegemea. Na siwezi waambia sijui chenye nitafanya. Niko hosi, niko na stress ya ugonjwa, na bado nitang'ang'ana nijue vile watalala kwa hiyo nyumba. So katika hii harakati nafanya mahesabu. Sasa sioni ugonjwa wangu, ninashindwa watoto watalala nje aje. Bahati mzuri tu Mungu hajainiacha. Wacha tu niseme Mungu hajainiacha kabisa. Vile wakiwa hapo nje ya mlango, tulikuwa tunakaa first floor. Neighbor akapita mwenye alikuwa anakaa 3rd floor. Akawauliza mnafanya nini nje? Wakamwambia tulikuwa tumeenda kuona mama si alilazwa, na tumekuja tukapata mlango umefungwa. Na mama amejaribu kupigia mwenyewe simu, amesema afungui mlango, anataka pesa zake. So tumechanganyikiwa tutaenda wapi? So huyo neighbor akapigia mwenye nyumba simu, akawaambia tafadhali naomba ufungulia watoto mlango waingie kwa nyumba wakae, mimi kesho nitajaribu juu chini nikulipe. Hata simjui,
Simjui juu mimi mambo yangu ni kuamka asubuhi kurudi usiku. Simjui. Watoto wakanipigia simu wakaniambia, mama, tumefunguliwa mlango, tumeingia sababu kuna jirani alipita mwenye anakaa third floor, amesema ameongea na mwenyewe. Nikamwambia Mungu ni mwema, wakakaa. So na mimi nikaendelea kutibiwa pale. Nikadischargiwa nikatoka. Sasa vile niliambiwa ni surgery, niliambiwa nikitoka nitaanza kufuatilia clinic. Nikifuatilia clinic ndio wataniambia wanibook siku yenye maybe nitafanyiwa surgery. Nikatoka hiyo 2019 December, nikakuja kwa nyumba. Na bado ni ule nitakuja kwa nyumba, nilidischarge on Friday. Saturday nimerudi kazini kwa sababu nyumba yenyewe inataka kulipwa, nyumba ya kazi inafaa kulipwa na mahitaji ya nyumba, so lazima nijikaze. So nikaendelea na kazi tu, sikusimamisha kazi, nikaendelea. Sasa nikawa nafuatilia clinic Kenyatta, naenda. Wakaniambia sasa tunafaa kukubook. Wakanibook mara ya kwanza. Wakakuja kliniki ya pili wakaniambia, sasa hii corona imeingia, sasa hakuna vile tutakusaidia, itabidi tuvumilie corona ipungue ndio uweze tuweze kukubuku vizuri. Tukaendelea, 2020 ikaisha, tukaingia 2021. 2021 corona imeisha. Sasa hiyo nimezidiwa, ni ile hata kupumua peke yake siwezi. Kutembea ninatembea, nasikia na nachoka, nguvu zinaisha, lakini bado najikaza. Nikafika mahali nikaona hapa mahali nimefika hakuna tumaini. Nikatoka nikaenda, nikawauliza nasikia nimelemewa na mlikuwa mmeniambia mnanibook. Nilibukiwa Kenyatta kama mara 3. Bado ninaambiwa laini ni refu, laini ni refu. So nikawa navumilia. Ikifika 2021 ikaisha, bado ninaambiwa laini ni refu. Ikafika 2022 nikaanza tena, nikaona hapana, hapa mahali naelekea sasa mimi sioni. Sasa mwili umeanza kudhoofika kabisa. Nikasema mimi sasa, nikajiambia mimi mwenyewe, nikajipeleka Mata, nikaenda nikawaelezea. Wakaniambia sisi wale watu tunasaidianga ni under 18. Kama mtu ako over 18, huyo ni mtu analipa. Na unajua hiyo surgery ni pesa ngapi? Ni 2.5. 2.5 unatoa wapi? Unless Mungu aingilie kati. Kenyatta waliniambia watasimamia, kadi itanisimamia na 450. So sidhani kama kuna kitu kingine walikuwa wananitisha. Lakini kitambo nifike katika hiyo hali ya kufikiwa ilikuwa process. Sifikiwi. 2022 tukaendelea kufika June. Sasa hali yangu ilikuwa inazidi wakati kuna baridi. Hapo ndio inakuwa worse kabisa. So ikawa sasa siwezi kabisa. Nikarudi tena Kenyatta, wakaniambia tangu uanze kubukiwa hujai fikiwa. Nikamwambia mimi bado ninangojeanga muniite juwezi jipeleka mwenyewe. Wakaniambia wacha tena tukubook tena. Wakanibook. Wakaniambia enda, tunaweza kukuita lakini ukae ukijua line bado ni refu. Nikakuja nikakaa kama wiki 2 tena nikarudi. Nikamwambia hapana, nimezidiwa. Tena wakanibook. Wakaniambia itabidi ufanye nini? Tutakuita sasa. Hiyo wakati walinibook waliniambia wakakuja wakaniita hiyo wiki, wakaniambia hebu uko wapi? Uko Ushago ama uko Nairobi? Nikamwambia niko Nairobi. Walinipigia simu kitu saa 6. Kaniambia kama uko Nairobi, hebu jaribu juu chini kuja hapa Kenyatta. Mimi nikafurahi, nikajua labda nimefikiwa. Nikaenda nikafika Kenyatta. Wakaniita wakaniambia unajua kuna file zimepotea hapa. So nikachanganyikiwa, file inaweza potea aje na iko hapa na hiyo miaka yote bado ninakuja clinic. Kaniambia tumetafuta file yako haipatikani. So tunataka tukufanyie
echo scan tena ndio tujue, ndio tuweze kukubook ndio uende kufanyiwa surgery. Nikakubali, nikafanyiwa hizo matesti zote. Wakaniambia sasa enda nyumbani, tutakuita. Nikarudi nyumbani. Lakini ile kitu ya kurudi kuambiwa ati file imepotea inanichanganya, aje file inapotea aje. So mimi nikarudi juu sina otherwise, nikarudi nyumbani. Hiyo wiki ikaisha. Ikifika ilikuwa on Thursday. Hiyo wiki ingine on Friday. Nikiwa kwa nyumba simu ikapigwa. Nilikuwa nakaa ilikuwa haina network. So nikitoka nje nikapata nimetafutwa. Nikapiga simu, nikipiga simu nasikia eti ninapigiwa simu kutoka Aga Khan. Nikasema hapana, nikakata simu. So ni vile nilikata simu wakarudi wakanipigia. Wakaniuliza unaitwa fulani fulani, nikawaambia ulikuwa unafaa kufanyiwa heart surgery, nikawaambia tungependa uweze kukuja Aga Khan on Monday kama utaweza saa 5. Nikamwambia ni sawa, nitakuja. Monday ikafika, nikatoka, nikaita sister yangu. So sijui ni nini naenda kuambia. Nikaita sister yangu akatoka ushago, tukaenda na yeye. Nilipofika Aga Khan wakaniambia sasa ile kitu iko, tunataka uende uone daktari akuangalie. Wakaniambia kuna 5k, nikaambia sina pesa. Nikaambia ile kama ni pesa au itabidi nirudi niende nitafute pesa ndio nikuje ndio nione daktari. Akaniambia ngoja kidogo tuongee na daktari tuone kama utafanyiwa nini hiyo hata kuangalia. Daktari akaniita, akaenda akaniangalia, akaniambia hii hali yako imeenda sana, so inafaa ufanyiwe surgery haraka kwa sababu umedeleishwa sana, haikuwa ifike mahali hapa. So itabidi tuende tuongee na, wakaniambia hii surgery ni 2.5 million. Na wakaniambia uko na marafiki unaweza waambia wakufanyie mchango. Nikamwambia hapana. Familia yenu, nikamwambia familia yetu hata nikipeleka mashida zangu sijui juu ninajua sitaweza. So akaniambia wewe enda ukae ukijitayarisha, tutaongea na welfare hapa Aga Khan tuone kama watakusaidia. Nikarudi nyumbani, lakini wakaniambia ile kitu iko ujitayarishe na wewe tafuta pesa kwa sababu huwezi fanyiwa hivyo. So niko 50-50, sijui welfare kama itakubali ama itakubali. So lazima nitafute venye nitapata pesa. So nikatengeneza WhatsApp group, nikaanza kuchangiwa pesa. Wakakuja wakaniita tena. So daktari akaniambia wacha ninataka niende nikufanyie counseling kwa sababu naona kama welfare wanaweza kukubali tukufanyie hiyo surgery. Nikamwambia ni sawa. Tukaenda akanifanyia counseling, akaniambia surgery yenye tunakufanyia ukao ukijua ni open heart surgery na tunaweka valve replacement. So kuna aina mbili za valve, kuna artificial na kuna ya permanent. Artificial ni ile unakaa muda inafaa inaenda inabadilishwa. Lakini sasa sisi tunataka tukuweke ya permanent. Hiyo ya permanent ni ilikuwa double valve. Kuna ile ya kusupply damu na ile ya kuingiza damu. So ni hiyo alikuwa ananifanyia. So akaniambia wacha tuone ni hiyo tutakufanyia, na wakanipea procedure venye nafanya. Sasa hii ndio nilimaliza. Waliniambia sasa si lazima uambiwe ni nini itakuwa, ni nini utafanyiwa. So waliponielezea akaniambia unapasuliwa kutoka hapa mpaka hapa, kifua inafunguliwa ndio valve ile kuwekwa. But kwa sababu ya ile hali nilikuwa napitia ni ngumu,
Juu sasa ninaomba hata mimi hata afadhali sasa nikufe. Nikasema ni sawa tu, kama nitaamuka ni sawa, kama sitaamuka pia ni sawa. So akanielezea kila kitu venye itakuwa. Akaniambia hapa ukaa ukijua hapa inakuanga 50-50, ni either uamke ama ukose kuamka. Na mimi sishtuki kwa sababu hali imenichosha. Kamwambia ni sawa, mimi niko sawa. Sasa akaniambia ndio jitayarishe juu tunaenda kupiga kura sasa. So ni lazima tupige kura, tumalize ndio tuanze hii maneno yako. So nikarudi. Tukapiga kura, hiyo ni 2022. Tukimaliza tu wakanipigia simu wakaniambia tumekubook, utaadmitiwa 31st August, so 1st August unaenda surgery. So nikajitayarisha 31st, nikaenda nikafanywa, nikajitayarisha 1st, nikapelekwa theater. Ile kitu ninaweza sema tu, nitashukuru sana washirika wa Christ Community kwa sababu walinishikilia kwa maombi. Katika hiyo process yangu yote ya ugonjwa, ninalazwa, ninashukuru Mungu kwa sababu hawakuniachilia, kwa sababu watoto wangu hawakulala njaa, watoto wangu hawakukosa kitu yoyote. So washirika wa Christ Community walisimama na mimi sana. So nikaendelea, nikafanywa surgery, nikamaliziwa, nikaamuka nikiwa mzima na nikadischargiwa. Nikaendelea kwenda clinic, wakaniambia sasa uko sawa, wakaangalia, wakaenda wakanifanyia, wakaniambia iko sawa, but ukae ukijua utalala for 2 months ndio hiyo kidonda iweze kushikana. Nikamwambia ni sawa. Nikakaa hiyo 2 months. Niliona mkono wa Mungu kwa sababu nilikula, nikakunywa, nililipa nyumba kwa sababu washirika walinishikilia mkono, hawakuniachilia. So chenye naweza sema, wakati nilienda sikutoa pesa mingi. Waliniambia nitoe 15k. Wakati nilikuwa naenda kufanyiwa surgery, waliniambia niende na 15k cash, alafu hizo zingine welfare itanisimamia na NHIF ikanilipia 450. So out of 2.5 million ulipa 15,000? Yeah, 15,000. So nikaendelea, nikaendelea vizuri, nikaanza kufanya kazi. So ikawa kuna sasa ujui hizi valve imewekewa za metal, si za nini. So niliambiwa kuna madawa nitakuwa natumia black thinner. So zitayeyusha damu isiende kuganda kwa ile valve. So ni kitu nakunywa kila siku. Na kuna ile check up naendanga, wanapima, wananifanyia NR, wajue level ya hizo dawa zikoaje, juu hazifai kuwa mingi na hazifai kuwa kidogo. So hapo lazima kila wakati lazima nikuwe naenda hosi, ninaangaliwa hiyo ni pesa. Juu ni kama 1000 kufanywa, na ninafaa kufanywa kila mwezi. Ikafika, nikaendelea, sasa niko sawa, nimeanza kufanya kazi. Ikifika 2023, zile dawa zikapotea. Nikaanza sasa, sifai kusimamisha, hizo ni lifetime. Zile dawa zikapotea. Ikawa ninatumia generic na ninatumia zile ambazo grams zenye sikuwa nimepewa. Sasa iliniletea shida. Nikiwa kazini, nimeamka tu salama, nikaenda kazini. Nikifika kazini ni 2023 mwezi wa 5. Nakumbuka ilikuwa tarehe 10 on a Friday. Nikienda kazini, nilikuwa na customer, nikapata customer, nikaanza kushuka customer. Kufika kama quarter hivi, nikashindwa ni nini, na kuna vile nasikia si kawaida, mkono imeisha nguvu. Nikashindwa ni nini.
So ninashuka but najaribu kushika sishiki, kitu yenye nashika sishiki. So nilikuwa nimeambiwa hizo dawa zinaweza kusababishia upate stroke. Akili yangu ikaniambia ama ni hiyo stroke imenishika. So kutoka kwa salon nilienda kwa kliniki kwa hapa ya Makwe. Ilikuwa less than 5 minutes. Nilishikilia mkono, nikaharakisha nikafika hapo kwa hiyo clinic. Kufika tu kwa mlango, hizo dakika tu nimetembea. Mguu imeisha nguvu, silianza na mkono. Mguu imeisha nguvu, mdomo siongei. Nimefika kwa mlango nikajivuruta nikakaa kwa kiti ilikuwa karibu na mlango. So daktari akakuja akaniuliza, mama tukusaidie aje? Siongei. Mama tukusaidie aje? Siongei. Akaniuliza, kwani wewe ni mlevi? So kuna mama alikuwa hapo akamwambia, huyu mama sijaiona akilewa. Ni nini mbaya? So yeye anajua mahali nilikuwa nafanya kazi. Akatoka akaenda kwa kazi. Kumbuka nimetoka kwa kazi, sijaambia hata customer, sijaambia mwenye tunafanya naye kama kuna shida yoyote imenipata. So akaenda akawauliza, mama mwenye anafanya kazi hapa ni nini mbaya na yeye? So mimi nimetoka nikiwa mzima, sina shida yoyote. Ni mimi tu nilijua siko sawa. Nikamwambia hapana, ni kama ameenda washroom anakuja. Nikamwambia hapana, huyu mama ako hosi, haongei, afanye nini? Tumejaribu kumuuliza anasikiaje, haongei. Akasema hapana, tulikuwa tunaongea na yeye hapa. Sikabidi wakuja wakapata hapo sasa. Huyo daktari alienda kainua hii mkono, akaona hii mkono inaanguka, kainua hii nyingine akaona inasimama. Ndio akapigia mwenye hosi akamwambia kuna mgonjwa amekuja hapa kwa hivi na hivi. Tutamfanya aje? Akamwambia msimguze, msifanyie chochote, wewe pima pressure na nini na mweke kwa kitanda atulie, anakuja. So wakaniweka kwa kitanda, nikakaa hapo. Daktari akakuja, akaniuliza ni nini mbaya, siongei. So ikabidi watafute wasichana wangu. Vile waliwatafuta, Baya alikuwa meeting conference Tahoe Westlands. Akapigiwa simu, akaulizwa mahali anafanya kazi, akaulizwa, kaambiwa mama yako ako hapa ni mgonjwa, inawezekana ukuje juu hata inafaa mtafute ambulance mpeleke hosi. So Baya akashtuka, kauliza, mamangu ni mgonjwa na si tumeongea na yeye asubuhi kwa simu, juu tukai na yeye anaishi Utawala. So akawaambia hivi, mpatie simu niongee naye. Siongei. Nakumbuka neno ilikuwa imebaki kwa mdomo yangu. Nilikuwa naongea neno ya Kikisii na mtu akiniuliza namwambia waona ni kumaanisha sasa hivyo tu. Hiyo ndio nilikuwa naweza kutamka. Haya akashtuka. So I think walikuwa lunch time. Katika ile table walikuwa wamekaa, alishtuka akaangusha simu chini. So watu wanamuuliza ni nini mbaya? Haongei. Ni nini mbaya? Haongei. Wakamtoa nje. Wakamuuliza kama kuna shida sema tukusaidie. Basi sasa amechanganyikiwa ajui chenye anaweza sema. So mama mmoja alitokelezea akawaambia, tafadhali wacha kusumbua msichana juu mimi nafanyanga counseling, hebu toka mpe nafasi nikae chini na yeye nijue shida iko wapi. So mama akakuja akamuongelesha, akamuuliza shida ni nini. Kumbuka huyo mama hamjui, hajui ni kabila gani, hajui ni wa wapi, hajui ametoka wapi. So akakuja wakakaa chini, akamwambia mimi nimeambiwa mamangu ni mgonjwa, nimesema apewe simu tuongea, mamangu anaongea vitu zenye hakuna. So sijui niende, sijui nifanye nini. Akamwambia hapana, vile uko hii hali uko, huwezi hata vuka barabara. Akamwambia wacha, juu kuna watu wananibebanga, wacha nikuitie cab ikuje ikuchukue ikupeleke. So akamuitia cab ikakuja ikamleta mpaka hapa. So yule mama akamwambia yule mtu wa cab, akamwambia ile kitu iko, usijaribu kuachilia msichana.
enda na yeye mpaka mahali anaenda. Kuna mgonjwa ako na yeye, mchukue, kama ni hosi mpeleke hosi. Na mimi ninakwambia mkifika hosi bado ukae mmoja mpaka wamaliziwe. So wewe uache nini kihesabu. Pesa yote yenye itakuwa mimi nitalipa. Ni mtu sijui, baya mjui, hakuna mwenye anamjua. So wakakuja wakanichukua hapa. Tukaenda, unakumbuka tulikuwa tuitiwe ambulance na hakuna pesa. So tukatoka hapa tukaenda Aga Khan. Huyu daktari akatuambia hii condition mkienda Kenyatta itakuwa imekuwa mbaya zaidi. So jaribu tu muende Aga Khan, pale alitibiwa labda watawasaidia. Tukaenda Aga Khan. So kufika Aga Khan ni emergency. Ni kutolewa hapo kupelekwa. Daktari akaniona akasema hii ni emergency. Nikachukuliwa nikapelekwa nikafanyiwa CT scan, nikafanyiwa MRI. So wakapata damu imeclot kwa kichwa. So kuna mshipa ilikuwa imeclot damu, so hakuna communication ya. So akasema mumewezi 5 hours na ikipita 8 hours hata hiyo mshipa inaweza pasuka. So ni emergency. Daktari akaitwa, akakuja akatuambia sasa lazima afanyiwe surgery. Kama ingekuwa kitambo ama kama ingekuwa hosi zingine ningefanywa surgery ya kichwa. Lakini sikufanyiwa hiyo, nilifanywa coiling. Hiyo coiling ni 2.7 million. So sasa naambiwa 2.7, pesa niko nayo kwa simu ni 7,000. Hiyo ilikuwa pesa ya rent. So vaya kaambiwa wewe enda ulipange. Deposit ni 500,000. Vaya akasema sawa. Ana pesa, ana hata shilingi. Kumbuka alitolewa huko mbio akakuja. Ana kitu yoyote. So ameambiwa sisi tutashughulikia mgonjwa, waenda tulipe 500,000. Nikapelekwa theater. Nikafanywa hiyo surgery. Wakaningoja mpaka kitu saa 4, nikaamka nikaletwa kwa ward. Wakakuja wakaniona. Wakaambiwa sasa ako sawa. So mtakuja kumuona kesho. Sasa hata pesa haijatolewa deposit. Bayo wakakuja kwa nyumba kesho yake, nimepelekwa wakakuja kuniona. Kukuja kuniona, anauliza mbona mjalipa nini? Amjalipa deposit. Akawaambia naendelea kutafuta. Mlileta mgonjwa hosi kama hamna pesa. Sasa si anashindwa kujibu, nimetibiwa na niko sawa, lakini akawaambia acha nijaribu. Ninatengeneza WhatsApp group, nichange pesa nitaleta. Akawaambia muharakishe. So ilikuwa na Monday, hiyo ni Saturday, Sunday nikadischargiwa. Monday nikadischargiwa. Kaambiwa sasa hata deposit ya mko mmelipa, tunahitaji 2.7. Sasa nimechanganyikiwa. Niko mgonjwa sasa, stress ya pesa ndio nimepona, lakini stress ya pesa sasa imenigonga. Okay, si kupona ile, but at least ningesimama, ningetembea. Hata kama maneno nilikuwa naongea sikuwa natamka ile maneno itoke vizuri. So lakini niko sawa sasa. Nikaamka hiyo Monday asubuhi, wakaniambia wewe lazima uende nyumbani, tafuta pesa mlipe. Haya kakuja akajaribu kutafuta pesa wapi. Mimi nikaamka nikasema sasa itabidi mimi mwenyewe nijipeleke pale kwa welfare waone kama kuna vile watanisaidia. Nikaamka asubuhi, ninajikokota. Sasa hiyo kuna lift lakini natembea na stairs. Wananiuliza mbona unatembea hivyo na kuna nini? Kuna lift. Nikawaambia hapana, nafanya exercise, nataka hii mguu ipate nguvu. Ananiambia ni sawa. Nikateremka juu, nilikuwa first floor, so nilikuwa nateremka ground.
Nikaenda kwa ofisi. Kumbe kwa ofisi walikuwa wameleta shida. Kutoka Aga Khan ifunguliwe, hakuna mgonjwa ambaye labda nini Aga Khan bila deposit. Ni nini ilifanyika? Ni wapi kulienda mbaya? Ikakuwa sasa ni meeting. Nikawekwa meeting, hakuna kazi ilifanywa hiyo siku, karibu the whole day. So tulikuwa tunahudumiwa na manurses hapo. Tunaambiwa madaktari wako meeting. Meeting ni ya nani? Nimelaza hosi bila deposit. So wakakaa chini, wakaongea na manager akakuja. So hiyo siku nikaenda nikapata manager, nikajieleza. Sasa nikamwambia yenyewe ilikuwa emergency, sikuwa na namna, na mimi mwenyewe singeweza kujiongelelea. Wakaniuliza, mbona uliacha Mama Lucy ukaacha Mama Kenyatta ukakuja huku? Kaambia mimi nilibebwa na hata sikuwa najijua. Hata singeweza kuongea, hata kama nikukata singeweza kuongea. So akaniambia mimi nilijikuta nimefika hapa na ninashukuru juu nimepona. Kama mnaweza nisaidia tu, hata kama nitaenda nitafute pesa pole nilete, ni sawa. So tukaandikiana chini, wakaniambia sasa ile kitu iko, utakuwa unaleta pesa kiasi fulani. Kaambia ni sawa, wakanidischarge. Kwa hiyo wakaniambia hiyo pesa tunataka sasa hivi tulipe 20,000. Kwa hiyo 2.7 ndio tuweze kukuruhusu uende nyumbani. Nilikuwa na pesa, baya akatengeneza WhatsApp group, at least ikafika 20. So tukaenda tukalipa na wakaniachilia nikaenda nyumbani. Although hawakunifuatilia, tuseme Mungu aliingilia kati. Hawakunifuatilia watake kunifuatilia ati niende nilipe ile pesa. So katika hiyo harakati ya nimepona nimerudi nyumbani, so walikuwa wananifuatilia wakiniuliza ninaendeleaje nini. Sasa wanataka kujua ni nini ilifanyika mpaka ninaweza kulipiwa. Mara ya kwanza nikalipiwa 2.5, mara ya pili 2.7. Sio ni 5.2. So wakaniuliza, kwani wewe unatepeanga na Mungu kwa mfuko? Nikamwambia mimi naamini Mungu peke yake. So ikawa wanafuatilia, wanakuja, wanataka kujua hali yangu vile iko. Wanakuja hapa kazini, wanapiga picha, waone venye iko. At least nilirecover haraka. Hata sikuweza kwenda physiotherapy. Nilikuwa nafanya tu mazoezi yangu hapa kwa hii matope hapa, naenda kwa nyumba narudi hivyo. So sikuweza kwenda physiotherapy hata siku moja. So mguu ikawa inapata nguvu pole pole. Wakawa wananifuatilia, wanakuja, wananiita huko. So hii kitu haikuwa rahisi, na kulingana na vile nilirecover haraka haikuwa rahisi. Juu nilikuja nikaitwa nikaambiwa inaonekana hizi machine tulikufanyia nazo surgery ya stroke, I think ni kama tumefanyia watu 2 watatu. So wewe yako imerespond haraka juu umepata nafuu haraka. So wakaniita, tukaenda akaniita kwa ofisi, tukakaa na yeye, akaniuliza ilikuwaje. Nikamwelezea surgery nilifanyiwa aje, kuna mahali nasikia vibaya au kama simekuwa haraka. Nikamwambia mimi venye nilifanyiwa surgery niliweza kuanza kuinua mguu hivyo, na sasa ninatembea, hata kama ninavuruta najua itapata nguvu pole pole. So walifurahia kwa sababu waliona walifanya kazi mzuri, na ikawa sasa wananifuatilia, wanataka kujua maisha yangu vile iko. Wakakuja wakapata mimi ni single mother. Ni mimi najifanyia kila kitu, niko na watoto nini na nini. So ikawa wakanishikilia, wakakuja wakaniita, wakaniambia sasa ile kitu iko, tunataka ukuje tuende tukufanyie interview juu kuna watu wanahangaika hapa nje wako na hiyo shida heart,
na wawezi walikuwa wanataka kujua kunifanyia interview ya heart peke yake, si nyingine. Kuna watu wanahangaika pale nje na wana usaidizi, so wakaenda kunifanyia interview. Hata iko kwa Tuko, so wakanifanyia interview, wakaniambia. So enyewe wamenishikilia kufika mahali hapo, lakini zaidi ya yote ninataka kusema ya kwamba mtu mwenye amesimama na mimi zaidi, Bishop amesimama na mimi sana sana sana, kwa sababu wakati nilikuwa nakuja singeweza hata kupanda hata stairs. Nilikuwa nafika pale chini napata Tafi ndiye alikuwa hapo anapiga, akiniona tu anapigia Bishop simu, anamwambia mama Vaya ako huko, anamwambia mwambie asipande huku juu, mwambie ateremke, wacha niteremke. So alinishikilia sana kwa maombi, na ninashukuru kwa ajili ya Bishop wetu. Amenishikilia sana 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 kwa maombi na hakuniachilia mpaka dakika ya mwisho. Juu kuna watu wanaona kama ni lazima uwekelewe mikono, uangushwe nini na nini. Mimi naamini kitu moja, kuna wakati Bishop anaita watu mbele, maybe umetoa fungu la 10. Bishop huwa anatamka neno rahisi sana. Anasema ya kwamba ubarikiwe mahali ambapo pesa zako haziwezi zikakusaidia. Mungu alete yani Mungu akusaidie mahali ambapo pesa zako haziwezi zikakufikisha, ama Mungu akufikishe mahali ambapo pesa zako haziwezi zikakufikisha. Mimi huwa natilia maanani sana, kwa sababu nimeona. Niambie mimi Mama Vayo, single mother, ninaambiwa nilipe 2.5 ya heart surgery, nikuje niambiwe nilipe 2.7 ya stroke. Ningeitoa wapi? Hakuna. Kwa sababu ya ile maombi, ninaamini Mungu ananitendea. Hata kama niko single mother, Mungu ako pamoja na mimi. Hajaniacha. Si eti niko na mtu pale anakuja kunilipia, hapana. Mimi mwenye niko na yeye ni Mungu peke yake. Ndiye amenifikisha mahali nimefika, si kwa uwezo wangu, si kwa nguvu zangu, lakini Mungu yule ambaye ninamwabudu ni Mungu wa haki, na anaweza tenda haki kwa kila mtu. So ninashukuru kwa sababu nilijoin Christ Community 2012 mpaka sasa. Kusema ukweli, mimi sijai abudu church nyingine. Hata nisipokuja church, maybe sisikii vizuri niko kwa nyumba. Mimi Mungu amenitendea nikiwa hapa Christ Community. Si eti lazima uwekewe mikono uangushwe usikumanishwe ndio Mungu atende, hapana. Imani yako peke yake litakusaidia, na unatii neno lenye linahubiriwa. Wengine wanasema tu sijui nini. Wengine waliniambia acha tuende kwa tafuta pesa uende kwa Ezekiel uombewe. Ugonjwa ni ya OC. Nimeambiwa shida niko nayo ni ya OC. So ni Mungu anisaidie niende nifanyiwe surgery nipone. Lakini mwingine anakuja na kuambia ukienda kwa Ezekiel utaombewa, utapona, sijui nini. So nikasema Mungu, mimi ndani yangu ninaambianga Mungu, kama uliumba madaktari na ukawapea hiyo hekima ya udaktari, ulijua ni kwa nini uliwapea. Kwa sababu hawawezi kuwa hapo kama hakuna kazi wanafaa kufanya. So Mungu ameumba madaktari, hata wao wenyewe wanasemanga sisi tunatibu, Mungu mwenyewe ndiye anaponya. So kuna mtu hataki kwenda hospitali, anataka kukaa kwa nyumba, anataka kukimbia kwa maombi. Ndio kuna ugonjwa unaweza ombewa, lakini kuna ugonjwa zingine mtu anapotea kwa sababu anaamini hii ugonjwa maybe sijui amerushiwa, sijui amefanyiwa nini, lakini hataki kufuata ile njia yenye inastahili apone. So ningekuwa mimi, niliambiwa niende kwa waganga. Wacha tu nisifiche, kwa sababu hata wakati nilianza kugonjeka, mimi nilipelekwa kwa mganga niende kutibiwa huko, na
mama yangu. So mpaka wa leo nitakuja kumuuliza, nimuulize, mama, ulikuwa unajua ugonjwa nilikuwa naugua ni gani? Kwa sababu nilipelekwa na sikupona. Na nashukuru Mungu kwa sababu Mungu aliyenileta Nairobi, nikafika Nairobi, Mungu akanifungulia mlango, angalau nikapata uponyaji wangu. Na ninashukuru sana kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Mungu hawezi achilia watu wake. Ukimtumainia katika kila hali, maisha ni ngumu, mambo ni magumu, lakini ukimtumainia Mungu peke yake hawezi akakuacha. Hakuna jambo lililo ngumu kwa Mungu. Kama mimi nimepita hiyo process yote, na mimi hakuna mtu mwingine anategemea. Obvious, watu wanasema mtu hawezi kaa peke yake, lakini mimi nimetegemea. Msaidizi wangu ni Mungu peke yake, hakuna mtu mwingine. Nikifika mwisho ninaenda napiga magoti, nainua macho, naambia Mungu, hapa sasa mahali nimefika mwisho. Mungu, nitafanya nini? Tengeneza njia. Hivyo ndio nimeishi kutoka nikuje Christ Community. Nimetii neno la Mungu lenye nafundishwa hapa, na limenisaidia kwa sababu sijaenda kando na hilo neno, na Mungu amenionekania katika hayo yote, na ninashukuru sana.